mfuko huu nini, kikundi hiki mna uwezo wa fedha kiasi gani sasa hivi, akiba ambayo mnaitumia kwa ajili ya kuzunguka huku na huku? Mna watu ambao wanawafadhili kwa ajili ya kufanya hivyo, ama ni nyie kama nyie, na mna kiasi gani? Amina. Sisi katika hiki kikundi kwa kweli ni sisi tu, hatujapata wa kutusaidia. Kweli tunapata changamoto wakati mwingine, jua kali, kwa mfano kama kiangazi hiki tunaenda jua kali mkiwa njaa, wakati mwingine mmetoka hata mjini, kwa maana mnaelekea kama vijijini, mjini ya vijijini. Yani kitu ambacho tunafanya labda kama mna 500 mnanunua maji tu, mnatembea na maji, na hatupati kitu kingine, na hamwezi timu kama hii mkafika mkala kwa mtu. Kwa maana waga tunashinda, tupo njaa, tunaanza saa 3 tunakula huko majumbani kwetu. Yani kitu ambacho tunaenda na 500 tunanunua maji ya 500 ndio tunatembea nayo. Kwa kweli kwenye mfuko wetu hatuna hata 100. Na hamna wafadhili wowote? Na hatuna kabisa. Okay. Tunatamani tutembee mjini na vijijini, maana vijijini ndio tumeona neema ya Mungu haijafikia sana kama mjini. Sasa tunapofika kwetu tunatamani tuingie zaidi. Sasa tunapotembea hivyo tunarudi kweli tumechoka, lakini si ni kazi ya Mungu. Ila tukiwa na maji tu, wakati mwingine hata hela ya maji inakosekana, tunaenda tunaomba kwa watu hivyo. Ukikuta maji unayachanganya na tumbo linanguruma, lakini Mungu anatuponya, hatujawahi kulazwa. Amina. Amina. Mbarikiwe. Amina. Sana. Amina. Natamani kujua changamoto kubwa ambazo mnakutana nazo katika hii huduma ambayo mmeianzisha. Kuna changamoto gani ambazo mmewahi kukutana nazo na mnaona kwa kweli zinawapa wakati mgumu mkiwa mnaendelea? Katibu makazini hapo ametaja baadhi, lakini kama nitapata mwingine ambaye anaweza akaeleza changamoto kadha wa kadha ambazo huwa mnakutana nazo. Mwinjilisti hapa. Asante. Changamoto tunazokutana nazo kwenye uinjilisti, kwenye kushuhudia nyumba kwa nyumba, ni kama ambazo aliyosema mama hapa, kwamba yani unakuta mnashuhudia mkiwa mko njaa, yani maana mkinywa kama ni chai asubuhi, mnashindia chai na maji hayo, kama maji wakati mwingine heri na kosa ya kununua maji, bidi muombe maji kwa watu wa Samaria wema, wanawapatia maji, mnakunywa, mnaendelea. Na kuna changamoto zingine, unaweza ukaenda kukuta mtu hajawahi kusikia injili, ukaenda kumpelekea mambo ya injili, akakwambia hiyo injili mimi sijui, huyo Yesu simjui. Kuanzia wazazi wetu wanasema kwamba Yesu atarudi, mpaka leo hajarudi. Leo umekueje umesema Yesu yupo, anakuja? Unaona, hiyo ndio changamoto tunaipata, lakini yote Mungu anatuwezesha na Mungu anatupa uwezo, hiyo tunapambana nayo kwa uwezo wa Mungu mpaka mtu anajua kwamba kweli Yesu yupo. Ndio changamoto hizo tutazipata. Sawa. Mchungaji Ernest, hebu tueleze hapo mipango gani ambayo mnayo mikubwa kabisa, mikakati kwa ajili ya kikundi hiki, yani ambayo mnasema hii tunatamani kuweza kuifikia? Asante sana. Mipango tulionayo ni kwamba tunatamani kwenda maeneo ya mbali sana, kufikia kila sehemu na kila vijiji na miji midogo kwa ajili ya injili, ili wale ambao hawajafikiwa waipate kuifikia injili hiyo. Lakini tunaomba Mungu atusaidie, maana hayo maeneo ya kwenda kama alivyosema wenzangu muhasibu, wakati mwingine mnahitaji kwenda kijiji cha mbali, hamuna hata usafiri. Kwa hiyo na wagharimu namna ya kwenda kufika kule ili mkapeleke ile injili. Wakati mwingine mmemaliza sasa hata kushuhudia hiyo, pengine eneo mnataka muweke target ya muda labda wiki 1 au wiki 2, hamuna sehemu ya kujihifadhi, hamuna hata lile hema au muweze kukodi hata guest mkarari hapo, na namna ya kuweza kuishi pale unakuta hatuna. Lakini tunamuomba Mungu sasa tusaidie ili tuweze kufikia malengo ya kufikia watu kwa njia ambayo inakuwa pia ina wepesi kiasi. Lakini lengo kubwa ni kwamba tufikie ulimwengu wote kwa ajili ya injili. Sawa. Ndio. Haya, mimi niwapatie nafasi hii ya mwisho kueleza kitu cha mwisho ambacho mnaweza mkaeleza wale ambao wamepata nafasi ya kufuatilia mjadala huu hapa. Zaidi hapa kina mama hawajazungumza, kuna mwinjilisti hapa. Mnasema nini kwa ajili ya hiki?
tulikuwa tunaomba watazamaji wale mnaotusikia kwa kikundi hiki, tulikuwa tunaomba watusaidie, watuwezeshe ili tuweze kuipeleka injili ya Bwana. Tulikuwa tunaomba ya kwamba anayetutazama kama hivi apate kutuwezesha. Na kiongozi hapa mwinjilisti? Na kweli mbaya nao tuona hivyo. Kweli tuna changamoto nyingi sana. Pia ili wapate kutuwezesha tupate hata hema la kuweka, tukifika ile kijijini tumeweka hema. Ili mambo yanaenda vizuri, tunapiga injili vizuri bila shida. Sawa. Basi mbarikiwe sana jamani, naamini watie moyo tu muendelee kufanya kazi hii. Naamini Mungu yuko pamoja nanyi. Mbarikiwe sana. Amen. Sawa, basi mimi niwapatie nafasi ya kutoa mawasiliano. Kuna watu wameguswa hapa, wanahitaji labda kusupporti ama kuwashauri ama kuwauliza maswali. Ni namba gani ya simu ambayo wanaweza wakaitumia ili? Wanaweza wakatupata kwa namba ambayo ni 07 65 18 82 60. 07 65 18 82 60. Pia namba hiyo inapatikana kwa njia ya WhatsApp.